Huyu bishop wetu amesema hapa ni kijiji village. Sasa hiyo kijiji village kama ile watu walikuwa wanasema ile kijiji ya Yesu ilikuwa inaitwa nini? Nazareth. Ndio ilikuwa bottom up. Sasa nimekuja hata mimi hapa bottom up. Kwa sababu amesema hapa ndio pale kabisa village. So nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Asante sana kwa kutukaribisha. Asante Bishop kwa kutunenea neno la Mungu. Na tumefurahi sana kwa yale mahubiri tumepata ambayo imetujenga kama Wakristo na kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Nataka niwashukuru sana pia kwa bidii ambayo mimi naona mkiwa wakaaji wa sehemu hii, Elgeyo Marakwet hii, Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma hapa chini, Nandi County. Hizi county pamoja na Nakuru ndio counties ambazo zinatusaidia katika mambo ya kilimo, sana sana kuzalisha chakula kwa Wakenya wengine. Kwa hivyo mimi nasema pongezi. Mnatusaidia kufanya kazi ya kulisha Wakenya wengine. Na ndio sababu hiyo mara nikiwaona na bidii yenu hii, naona niwatie moyo na niwaambie tutasimama na nyinyi, na serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kwa majukumu mazito na ya muhimu ya kuzalisha vyakula katika taifa letu, ndio tuweze kujilisha, kwa sababu taifa ambayo haina uwezo wa kujilisha haiwezi kuwa ni taifa ambayo inaweza kujivunia ama sote kujivunia. So I am very proud of the heavy responsibility that our farmers in this region and across Kenya in making sure that we produce food for our nation. Na niwaeleze ya kwamba mbali na usaidizi wa serikali ya mbolea, pembejeo na zile zingine, na pia kwa baraka ya Mungu ya mvua, bidii yenu kama wakulima imeonekana wazi kwamba mwaka huu tumepunguza kwa kiasi kikubwa ile mahindi tunaagiza ya kuzalisha ama ya kulisha Wakenya. Na tumepunguza kiasi kikubwa mahindi tunaagiza kutoka nchi zingine kwa sababu mumetusaidia, mumezalisha almost 50% more food in our nation. Na mimi nasema pongezi. Mimi nataka ni warai ya kwamba bado kidogo hatujafikisha productivity ya ile uwezo mashamba yetu inaweza kusalisha. On average bado ni magunia 10, 12, 13 hivi 15. Na ni kwa sababu bado mnatumia mbolea mfuko moja na nusu. Mimi nataka niwaulize, ili tuweze kuongeza productivity, tunaweza kupata 25 bags of maize, 90 kilogram maize per acre. Na ili hiyo ipatikane, utafiti inaonyesha ya kwamba mkitumia magunia 2 ya planting na muongeze ingine 1 ama 2 ya top dressing, tunaweza kupata between 20 and 25, maybe even 30 bags per acre. Kwa hivyo we can double our productivity by making sure that we use efficient and sufficient use of fertilizer. Na wauliza wakulima wa taifa letu,
we can produce enough food for our nation if we work together with farmers. Na mimi nataka niwaeleze serikali ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba ile usaidizi mnataka kutoka kwetu, we will make sure it is available so that we can support our farmers. Na mimi nawashukuru hasa county government na viongozi wa Elgeyo Marakwet hii, kwa sababu ile masto mumefungua 17 katika sehemu hii ndio inarahisisha wakulima wapate mbolea mahali karibu, ile ambayo tumefanya subsidy. Nataka niwaeleze sasa, tumemaliza mambo ya kupanda, inafuata sasa mambo ya top dressing. Tumeweka mipango tayari, nimeeleza Waziri Mutahi Kagwe ya kwamba top dressing fertilizer tayari tuko naye katika masto zetu. Nyinyi kama wakulima mfuatilie, kwa sababu we want to enhance productivity, ama tunataka kuongeza mazao ya mashamba zetu. It is good for our nation in terms of food security. It is good for our farmers in terms of earnings and incomes for our farmers. Kwa hivyo mahindi, nyinyi ni wakulima hapa wa viazi, nimeambia hawa magovernors na viongozi wengine wote ya kwamba tuongeze cash crops. Nakumbuka kama mwaka 1.5 nilipigia simu huyu governor wenu, huyu Rotich, na nilimweleza enda ona mtu fulani, nataka tuanze kupanga mambo ya Pareto sehemu hii, na nimefurahi ya kwamba mumeshika hiyo line. Hapo kwa Pareto tuko na cash crop ambaye inaongeza mapato yenu, na mapato hiyo ya Pareto ni every week, every 2 weeks iko kitu kwa mfuko. Tuendelee namna hiyo. Pia kahawa mnajua tumeweka usimamizi ya sawasawa kahawa. Mimi nilimeka commitment ya kwamba nitafukuza wale matapeli na cartel na wakora walikuwa wameenda kuteka nyara mambo ya kahawa. Sasa mambo ya kahawa tumesafisha. Wale walikuwa wamekwama huko tumewaondoa. Na tumesema mambo ya kahawa sasa hakuna mtu atafanya mambo ya cartel ati mtu moja ako na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi, na ni mtu moja. So tumetengeneza hiyo maneno, tumelainisha, na bei ya kahawa ambayo ilikuwa 50-60 shillings per kilo, mwaka huu imeuzwa 110 to 150 per kilo. Pale tulikuwa tunasumbuka pia kwa sababu mkulima anapeleka kahawa yake, anangoja miezi 3, miezi 6 alipwe. Pia hapo tumenyorosha, nimelete watu wa CMA pale, ndio tuhakikishe ya kwamba ile coffee exchange inafuata taratibu ambaye inahakikisha kwamba mkulima hajadhulumiwa. Sasa kupitia kwa ile reforms tumefanya kwa kahawa, sasa kahawa ukiuza kahawa yako pale Nairobi Coffee Exchange, baada ya 5 days, not 6 months, not 1 month, 5 days, pesa inalipwa. Na mimi nataka niwaambie watu wa cooperative, kwa sababu mnalipwa baada ya 5 days, baada ya 10 days mkulima awe na pesa yake, sio 6 months. Namna hiyo. Vile vile mambo ya chai, mambo ya miwa hapa chini pia tumenyorosha. Ile madeni ilikuwa imeangamiza wakulima wetu wa miwa, tumefutilia mbali. Tumeweka taratibu mzuri sasa ya leasing,
na tayari Mumias for the first time inalipa wakulima on time, inalipa wafanyikazi on time, na kwa mara ya kwanza walilipa bonus wakulima wa miwa ya Mumias. In the next 1 month, maximum 2 months, zile factories zingine zote kutoka Nzoia kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni, kwenda Soni, hata ile Miwani, zote tutakuwa tumekamilisha reform ya hiyo process, na sasa watafanya vile tuliandika kwa manifesto yetu, kwamba ile maneno ya kulipa ati serikali kutafuta pesa ya kwenda kulipa wakulima, kwenda kulipa wafanyikazi, we now have a reform process ya kuangalia na kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote inaendelea sawa sawa. So mimi nataka niwahakikishie kama wakulima ya kwamba as a commitment that I made, mambo ya kilimo tutaweka usimamizi wa sawa sawa, tuwe na food security katika taifa letu. Na nikisema hivyo, kwa mara ya kwanza tumekuwa tukiagiza sukari miaka yote, lakini mwaka huu tuliagiza sukari kidogo, very small fraction. And in another 2-3 years, Kenya will be a sugar exporting country, kwa sababu ya ile mpango tumeweka pale. Mimi najua pia nyinyi ni wakulima wa maziwa. Nimeona ng'ombe zenu hapa ni ng'ombe mzuri. Nimeona hata kuna mtu hapo ng'ombe yake iko mzuri, mpigeni makofi, huyu mtu wako na ng'ombe mzuri hapa. So nyinyi ni wakulima wa maziwa, na tulikubaliana na nyinyi mambo ya kilimo ya maziwa. Ilikuwa inatusumbua hapo mbeleni, sijui shilingi 30, 35, ngapi. Nikasema tuweke ile minimum guarantee price ya wakulima. Sasa tumekubaliana 53 shillings, 50 inaenda kwa mkulima, 3 shillings au watu wengine wote wagawane. Transporter sijui nani mugawane 3 shillings. 50 shillings iende kwa mkulima, kwa sababu ndio mwenye maziwa. Bila mtu kuamka mapema kwenda kukamua maziwa, hii watu wote si watapotea. So ile kitu mimi nataka sasa tukubaliane na nyinyi wakulima, na nataka mnisikize kwa makini. Tunataka kuweka reform kwa mambo ya maziwa. Tunataka mkulima awe na usemi zaidi kwa mambo ya kilimo ya maziwa. We want to bring farmers to the center of matters management of milk production, milk processing, and even the cooperatives that work on the milking, on the dairy sector. Vile wakulima wanasimamia factories yao ya KTDA, vile wakulima wanasimamia cooperatives yao ya kahawa, pia hii factories yetu ya maziwa tunataka wakulima wawe na komiti ya kusimamia, ndio mambo yao ikue sawa sawa. Mnanielewa? So tunataka wakulima wakuwe central to the management ya mambo yetu ya maziwa, ndio wakulima wenyewe wajue hii pesa ambaye na maziwa yetu inaenda wapi, inafanya nini, na tunaweza kufanya namna gani, ili wakulima watusaidie kuchangia mawazo yao kuhakikisha ya kwamba faida ile inapatikana kwa mambo ya kilimo ya maziwa ifikie wakulima kwa kiasi kikubwa. Saa hizi maziwa kweli tunauza 50 shillings ama hiyo 53, lakini maziwa ile ya packet, ile ya packet ya nini inauzwa pale kwa nini ni shilingi 120. Sasa kati ya 50 na 120 hapa katikati iko Kiswahili, tunataka tupuchunguze hii hapa, na mimi nataka wakulima wakuje ndio tusaidiane hiyo kazi. Ama namna gani? Si maziwa ndio yenu? Kwani nyinyi hamtaki kujua kati ya 50 na 120 nini iko hapo katikati? So ndio mimi nataka wakulima wakuje hapo ndio tuangalie pamoja.
Kama kuna Kiswahili, tuko na watu wengi wanaelewa Kiswahili. Kama kuna Kiingereza, wakulima ni wengi wanaelewa Kiingereza. Ndio tujue what we can do together. So nataka tuelewane hivyo kwa mambo hayo ya muhimu, kwa sababu nataka tuhakikishe ya kwamba mapato inafikia watu wengi Kenya. Ya pili, mbali na kilimo, hawa viongozi wetu wameongea maneno mengi. Kako mwangalega barabarosiek, kako mwangalega beek, kako mwangalega chun tugul. Ko kamwoe ngalechoto kokas. Lakini ane ko kikengalal kot ko kikekoshine kele. Amu kalen atebe eng yo salechi angonyo ngyakemwa ngalechu kot ketar kiketet kele barabaret keteche kole kiyae ni kotep kole. Kole acha kole ngot ko makimwa olen bichuin. Ngokany kochilil chito neo akakoit akatomwaitoi atomwaitoi koe ngale. So kikengalale ngalechoto tugul. Mameche abarkan ngalek yu. Maunoto? Kikengalale ak viongozi ichu ngalekwak chebo barabarosiek chebo kokwoni ak masita ni tugul ni ak chun alak tugul. So chakomwoe eng yu chakokas ko kikemwa kikonyo komwoiwo kot ko kiakas nguno mongen asale awalur eng yu anan awalu eng yu. So angen tuguk chekiyae. Maunoto? Ngalen kikolechok nebo gaa komosoru aitu amaopwa. So mosich wasiwasi. Ile matatizo ambayo tumekuwa nayo ni kwa sababu ya mambo ya kiuchumi ya Kenya na ya kimataifa. Kwa miaka miwili tulikuwa tunapanga hii maneno ya uchumi kae sawa sawa. Sasa nafikiri kwa kiasi kikubwa tumedhibiti uchumi wa Kenya, na ndio sababu the last 2 weeks tumelipa contractors shilingi bilioni 60 Kenya mzima, kwa sababu macontractors wengi walikuwa wametoka barabarani kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu uchumi yetu ilikuwa kidogo hafifu. Lakini sasa from next week tumelipa contractors wetu, mtaona tarudi kazini, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya inaendelea kwa kasi. Vile vile mambo ya masoko, vile mmesikia viongozi wenu wamesema hapa Elgeyo Marakwet, nimeona katika report niko nayo soko ni karibu 10, pengine inaweza kufika 12 tutajenga hapa. 5 tayari zimeanza, zile zingine zitafuata. Maneno ya stima vile mtu mmoja hapa amesema, tuko na program ile tulianza ya milioni 750 to connect vile viongozi hawa wamesema connect 10,000 households hapa Elgeyo Marakwet. Na hiyo kazi tunataka ikamilike kabla ya Novemba. Hiyo kazi yote inaendelea hapa. Na wabunge wanajua. Ile amri nimetoa ni kwamba tutawaongezea katika mipango yetu. Tuko na Africa Development Bank, tutaongeza milioni 600 ya Elgeyo Marakwet hii. Baadaye mwaka huu ndio tusongeshe households ambayo itapata stima ifike households 17,000. Ndio tu namna hiyo every year tutakuwa tunaongeza, ndio tufikishe stima kila sehemu. Nasikizeni, stima hii tunasukuma ifike mashinani, sio tu manyumba yenu. Tunataka pia itusaidie kwa ajira ya vijana wetu, kwa sababu tumekubaliana na hawa wabunge wote kila ward kuwe na ICT hub, ili stima ikue hapo, tuwe na mtandao hapo. Wakati sasa tunasukuma stima, mtakuwa mnaona iko line 3 ya stima juu na iko ingine kidogo hapo chini. Hiyo moja ni ya ni ya internet, tumeweka fiber optic. Sasa tunataka kufikisha kila mahali, ndio tuwe na internet, tuwe na mtandao katika kila ward,
ndio tupate vijana 200, 300 waweze kufanya kazi katika ile inaitwa digital jobs. Hiyo program saizi kila mjumbe ako na pesa kupitia CDF ya kujenga ICT hub. Kama ile mmesikia mjumbe wenu huyu Kimayo akisema hapa Chepkorio tumeweka ICT hub hapo. Hiyo sisi najenga. Yeye atapangana na hawa watu wengine tujenge zile nyingine za wards. Ili vijana wetu hawa pale kwa mtandao waweze kutumia mtandao kwa ajira. Mtandao isiwe tu ni mahali ya matusi, kutukanana na vitu ambaye haina maana. Ile mtandao itumike kuweka pesa kwa mifuko ya hawa vijana wetu, kwa sababu tumetumia pesa nyingi kuwasomesha, tumetumia pesa nyingi kwa training kama ni TVET na zile zingine zote, na tutaendelea katika investment ya masomo, kwa sababu mimi ninaamini na nimesema ya kwamba the most central, the most important, the most critical resource we have as a country, the most important asset that we have as a country is our human resource. Utendakazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya. That is the greatest resource we have. Na ndio sababu tunatumia bilioni 650 kila mwaka kwa masomo ya watoto wetu. Ndio sababu nimeajiri walimu 76,000 wapya. Ndio sababu tumeweka funding model ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wa kutoka jamii maskini wanapata basari 90-95% wakienda TVET ama university. Na ndio sababu tunaweka infrastructure ya mashule yetu. Tumejenga madarasa 17,000 ya kusaidia katika hii transition ya CBC. Na vile vile saa hizi tuko na partnership na World Bank kujenga tena 1,600 laboratories katika zile mashule ambazo hazina laboratories. We are investing in education because education is what sharpens our human capital, the most important asset that we have as a nation. And that is the reason why we are deploying resources in our schools, in our TVETs, in our universities, because we want to make sure that we harness the potential that exists in our human resource. And we must give all our children the best opportunity to be the best they can be. Every child, formal education, technical education, the creative industry, arts and sports, we must give our children the best array and buffet of what they can be. Those who are good in academics, others are good in sports, others are good in creative economy, others are good in arts. We must, as a nation, and my administration is going to make sure that our children get the best. And we must support them. And teachers, instructors, and the managers of our education must make sure that every child in every school, TVET, or college, or university, get the best opportunity. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children, and teach them to hate their parents, or their teachers, or their leaders, or their nation. We must protect our children from those ones. But we must give all our children the best opportunity to be what they can be. So mambo haya yote ni ya muhimu,
Nimeasikiza vile viongozi wamesema hapa. Mimi na wao ni timu moja, na tutapanga hiyo maneno yote na tuyatekeleza. Naona kuna watu wako na wasiwasi. Wale wanasema hiyo amesema ni uongo, hiyo amesema. Mimi nataka niwaeleze hawa watu wanaosema ati yale tunasema haitafanyika, tutawaaibisha. In a very short while tutawashangaza, kwa sababu hii maneno yote we are going to make sure that we acquit ourselves of every commitment we have made. Na mimi si wazimu, I know what I'm doing. So hii maneno yote tutapangana namna hiyo. So mimi nataka niwashukuru sana. Kwa sababu nimekuja kwa maombi ya kanisa hapa, na mmejenga kanisa mzuri ndogo ya kijiji Nazareth, hiyo mzuri. Sasa imesemekana kuna kazi kidogo kidogo imebaki hapo. Nitapangana na hawa kabla sijaondoka, tumalize hiyo kazi imebaki na nini. Sitaki kutangaza hapa. Kuna watu wengi wenye wako na wivu na manabii wa so bishop na huyu mtu wangu wana assistant chief, hiyo kanisa yenu nitamalizia nyinyi. Ile mahali imebaki sijui nyumba ya pastor, na hiyo maunata kosia arogeniga inyo kuneko nget kidogo kuma mi kipchumba ak piju rabroti jo bonyo tar neko nget ngyo kidogo bas otestai kanisa maunata ko chun alak chun ko mwa ole meje keteje ko sio pangan sio moiwo ngoma mojait kuma yagu ngalatinye biik chechang. Atinye deputy president ngyo, atinye biik chechang imuche nyokwai kazi nata. So tutafanya hiyo pamoja. Ngalek chikomwa chebo KMTC ngyu ko chebo iman. Kararan ketech KMTC. Ko si acheng'wok chepkondok kidogo wiki no ayagu kimayoini nyotau otech. Maunata otau otech KMTC ngyo. Maneno ya SHA, I must congratulate the leadership of Elgeyo Marakwet County. I must congratulate the leadership of Governor Rotich, the governor of Elgeyo Marakwet. Hii Elgeyo Marakwet katika registration ya wananchi kwa SHA ndio namba 3 Kenya mzima. Na katika kuandikisha wananchi wa hapa, sasa mumeona pesa imeanza kuja kutoka claims ya SHA ambayo inakuja kusaidia ile hospitali, zahanati na facilities ya hapa kwenu. Sasa ile pesa imeongezeka. The more you treat your people, the more SHA will pay for that treatment. Na ndio sababu hiyo public facilities ambazo zamani pale hazikukuwa katika mpango hii, sasa public facilities will be the biggest beneficiaries of the payments we will be making from SHA. So mupange vizuri, mujisajili, na katika kujisajili kwa mpango huu wa Taifa Care, musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. SHA haifanyi kazi, SHA haifanyi kazi, sijui nini. Nyinyi, you know what you're doing. Huyu governor na county ya hapa, they know what is going on. So wale wengine wataamuka siku ingine. For you, songa mbele. Na wale wako tayari tuendelee pamoja. Kwa sababu SHA is going to work. Mimi siwezi kwenda kufanya kazi ambaye haina mpango. I have been here for a long while. Mimi ndio tulisaidiana tukaongeza kwanza NHIF. NHIF ilikuwa inalipwa 300 shillings kila mtu. Tukakuja tukaifanyia reform
ikafika mahali ilifika, ilishindikana, na ndio nikasema katika uchaguzi ambaye ilipita tutabadilisha. I made a commitment that we are going to change NHIF, and that is exactly what is going on, and this is going to work 10 times better than NHIF, I am sure. So msikuwe na wasiwasi. Wengine unajua hata hii mbinguni kwenda, kuna mwenye anaokoka leo, kuna mwenye ataokoka kesho, kuna mwenye ataokoka next week, si ndio? Na mahubiri ni ile tu, lakini kuna mtu hata hapa saa hii, hata pale hapa tumeketi, si tumehubiriwa na huyu bishop. Kuna wengine amesikia ataokoka, lakini kuna wengine hapa watu tu wanangojea siku yao ya kuokoka, ataokoka siku nyingine. Hata ile yote ilisema na bishop hawakusikia, kwa sababu siku yao bado. Sawa. So hii maneno mjisajili, and I want to congratulate the leadership of many governors who are looking at how we can work together to make sure that we deliver health and universal health to all our people, all Kenyans, wherever they are. Na najua kuna mkutano, nafikiri ni kesho ama ni kesho kutwa. Lini wewe gavana? Kesho. Kuna mkutano kesho ya counties, governors na wizara ya afya, ndio tulainishe maneno ambayo iko namna hii. Saa zingine ni kutoelewa, saa zingine ni shida fulani, ndio sisi wote tutembee pamoja. And I want to encourage leaders to be part of the solution, not to compound the problems. So we need to work together. Na mimi nataka niwaulize pia, sisi wote kama wananchi wa taifa la Kenya tushirikiane, tufanye kazi pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukitengana tunakuwa wadhaifu. Na neno la Mungu linasema Mathayo 5:9, heri wapatanishi, wale wanaleta watu pamoja na kwa amani, wataitwa wana wa Mungu. We must work together, tupatanishe wananchi wa taifa letu la Kenya na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi kufika hapa.